Karibu Juice African Story. Assert authority over whoever we like. None of you move! Stay down! All of you! Down on the floor! I know it's not what we planned, but out on that track. Baada ya saa chache kupita tangu wizi huo kutokea, serikali ya Uingereza ilianza kuelewa ukubwa wa tukio lililotokea. Habari zilienea kupitia redio, magazeti na vituo vya televisheni. Raia wengi walishangaa jinsi kundi la wahalifu lilivyoweza kuisimamisha treni ya posta na kuondoka na mamilioni ya pound bila kuzuiliwa. Kwa upande wa polisi, hili halikuwa tena suala la wizi wa kawaida, lilikuwa moja ya operation kubwa zaidi za upelelezi kuwahi kufanyika nchini humo. Maafisa wenye uzoefu mkubwa walipewa jukumu la kuwatafuta wahusika. Walianza kwa kukusanya ushahidi kutoka eneo la tukio, kuhoji wafanyakazi wa treni na kufuatilia kila taarifa iliyoweza kuwasaidia. Wakati huo, wahalifu walikuwa bado wamejificha katika Leicester Farm. Walizani eneo hilo lilikuwa salama. Walianza kugawana fedha na kupanga jinsi kila mmoja angeondoka nchini au kujificha kwa muda hadi hali itulie. Lakini kadri siku zilivyopita, hofu ilianza kuingia miongoni mwao. Habari za msako mkubwa wa polisi zilikuwa kila mahali. Baadhi yao walitaka kuondoka mara moja, huku wengine wakisisitiza waendelee kujificha kwa siku chache zaidi. Hatimaye walikubaliana kulitekeleza shamba hilo. Kabla ya kuondoka, walijaribu kuchoma baadhi ya vifaa na kuficha ushahidi. Hata hivyo, hawakusafisha kila kitu. Waliacha vikombe, sahani, chupa za vinywaji, pakiti za chakula na vitu vingine vilivyokuwa na alama zao za vidole. Siku chache baadaye, polisi walipata taarifa zilizowaongoza hadi kwenye shamba hilo. Walipoingia ndani, waligundua kuwa wahalifu walikuwa wameondoka kwa haraka, lakini walichokikuta kilitosha kabisa kuanza kuwafuatilia. Wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi walikusanya alama za vidole kutoka karibu kila sehemu ya nyumba hiyo. Walilinganisha alama hizo na rekodi za wahalifu waliokuwa tayari wanajulikana kwa polisi. Ndipo majina ya washukiwa yakaanza kujitokeza moja baada ya jingine. Muda mfupi baadaye, msako ulianza rasmi. Polisi walivamia nyumba mbalimbali nchini Uingereza. Baadhi ya washiriki walikamatwa wakiwa bado hawajafanikiwa kutumia hata sehemu kubwa ya fedha walizoiba. Wengine walijaribu kujificha kwa kutumia majina bandia, lakini walitambuliwa na kutiwa mbaroni. Mahakama ilianza kusikiliza kesi hiyo, ambayo ilivutia umakini mkubwa wa vyombo vya habari duniani. Waandishi wa habari walijaa nje ya mahakama kila siku wakisubiri kuona ni nani angehukumiwa na ni nani angebainika kuwa kiongozi wa operesheni hiyo. Baada ya ushahidi mwingi kutolewa, washiriki kadhaa walipatikana na hatia, walihukumiwa vifungo virefu gerezani, baadhi yao zaidi ya miaka 20. Wengine walizani hapo ndipo simulizi la The Great Train Robbery lingeishia. Lakini haikuwa hivyo. Mmoja wa wahalifu maarufu zaidi alifanya jambo ambalo lilishtua tena Uingereza. Mwaka 1965, akiwa gerezani, alitoroka kwa kutumia ngazi iliyowekwa nje ya ukuta wa gereza na msaada wa washirika wake. Baada ya kutoroka, Biggs alikimbilia kwanza nchini Ufaransa, kisha Australia na baadaye akaishi Brazil kwa miaka mingi. Alibadilisha maisha yake kabisa, na kwa muda mrefu aliendelea kuishi nje ya Uingereza huku polisi wakimtafuta.
Kisa chake kivutia vyombo vya habari duniani. Alifanya mahojiano, akaonekana kwenye vipindi vya televisheni na hata akawa mtu maarufu kuliko wahalifu wengi wa wakati wake. Watu wengine walimuona kama mhalifu wa kawaida, lakini wengine walimuona kama mtu aliyewashinda. Hata hivyo, maisha ya kukimbia hayakuwa rahisi. Aliishi kwa tahadhari kila siku, akihofia kukamatwa au kurejeshwa Uingereza. Miaka ilipita, washiriki wengine wa wizi huo walikuwa tayari wametumikia vifungo vyao na kuachiwa huru. Baadhi yao walifariki, huku sehemu kubwa ya fedha zilizoibiwa zikiendelea kutoweka bila kupatikana. Swali kubwa lilibaki, je, fedha zote zilienda wapi? Mpaka leo inaaminika kuwa sehemu kubwa ya pesa hizo haikuwahi kurejeshwa wala kupatikana. Lakini simulizi hii bado haikuwa imefika mwisho. Kulikuwa na sura ya mwisho ambayo ingemaliza kabisa historia ya mmoja wa wahalifu waliotafutwa zaidi duniani. Biggs, ingawa alikuwa huru, aliishi akiwa na hofu ya kukamatwa wakati wowote. Alilazimika kujificha mara kwa mara na hakuwahi kuwa na uhuru wa kuishi maisha ya kawaida. Kila taarifa mpya kuhusu msako wa polisi ilimfanya abadili mipango yake. Kadri umri ulivyoongezeka, afya yake ilianza kudhoofika. Alipatwa na matatizo mbalimbali ya kiafya na maisha ya kukimbia yakawa magumu zaidi. Mwishowe, mwaka wa 2001 alifanya uamuzi ulioshangaza watu wengi duniani. Aliamua kurudi Uingereza kwa hiari yake mwenyewe. Alipowasili katika uwanja wa ndege wa Heathrow, polisi walikuwa tayari wanamsubiri. Hakukuwa na mapambano wala jaribio la kutoroka. Alikamatwa mara moja na kurejeshwa gerezani ili amalizie kifungo chake. Habari hiyo ilitawala magazeti na televisheni duniani. Watu wengi walishangaa kwa nini mtu aliyefanikiwa kukwepa mkono wa sheria kwa zaidi ya miaka 30 angeamua kujisalimisha mwenyewe. Wengine waliamini alifanya hivyo kwa sababu ya afya yake, huku wengine wakisema alikuwa amechoshwa na maisha ya kukimbia. Lakini hata baada ya wahalifu wengi kukamatwa, kulikuwa na siri ambayo haikuwahi kutatuliwa kikamilifu. Fedha nyingi zilizoibiwa hazikuwahi kupatikana. Inaaminika kuwa sehemu ya fedha hizo ilitumiwa mara moja, nyingine zilifichwa na nyingine zilioshwa kupitia biashara mbalimbali. Hadi leo hakuna anayejua kwa uhakika zilipoishia pesa zote zilizoibiwa usiku ule wa tarehe 8 Agosti mwaka 1963. Tukio hili liliibua maswali mengi kuhusu usalama wa usafirishaji wa fedha. Serikali ya Uingereza ilifanya mabadiliko makubwa. Mfumo wa kusafirisha fedha wa treni ulifanyiwa maboresho, teknolojia mpya za usalama zikaanzishwa na ulinzi ukaongezwa ili kuhakikisha tukio kama hilo halitajirudia. Kwa upande wa polisi, uchunguzi wa kesi hii ulionyesha umuhimu wa sayansi ya uchunguzi wa alama za vidole. Ushahidi wa kisayansi uliokuwa umepatikana katika shamba la Leslade Farm uliwasaidia kuwabaini washiriki wengi wa wizi huo. Tangu wakati huo, matumizi ya teknolojia katika uchunguzi wa makosa ya jinai yalipewa kipaumbele zaidi nchini Uingereza. Kwa miaka mingi, waandishi wa vitabu, watengenezaji wa filamu na watangazaji wa vipindi vya televisheni wameendelea kusimulia tukio hili. Limekuwa moja ya visa maarufu zaidi vya uhalifu katika historia ya kisasa kwa sababu lilionyesha jinsi mpango uliopangwa kwa ustadi mkubwa unaweza kufanikiwa kwa muda mfupi, lakini pia jinsi makosa madogo yanavyoweza kusababisha wahusika kukamatwa. Leo, zaidi ya nusu karne tangu tukio hilo litokee, The Great Train Robbery bado
inatajwa katika vitabu vya historia ya uhalifu duniani. Wataalamu wa usalama ulitumia kama mfano wa umuhimu wa kupanga ulinzi wa mali, huku wachunguzi wakilitumia kueleza thamani ya ushahidi wa kisayansi. Kisa hiki kinabeba funzo muhimu. Hata mpango unaoonekana kuwa mkamilifu unaweza kuvunjika kwa kosa dogo tu. Wahalifu walifanikiwa kuiba mamilioni ya pound ndani ya dakika chache, lakini walishindwa kuondoka bila kuacha ushahidi uliowapeleka gerezani. Na ndiyo maana The Great Train Robbery imeendelea kuwa moja ya simulizi zinazovutia zaidi katika historia ya uhalifu duniani. Simulizi ya ujasiri, mipango ya siri, makosa ya kibinadamu na nguvu ya sheria ambayo hata ikichukua miaka mingi inaweza kuwafikia waliozani wameponyoka milele.